wale ambao tulikuwa na wao, my wife angeongoza wimbo, nusu wimbo, sauti inapotea, anaambia mwenzake hapo niongoze, sauti imeenda. Saa hiyo ndege wamepangana laini kwa fence ya hiyo plot mahali tumekomboa, ndege wamepangana ni hapo ni anaimbisha wimbo katikati, anaanza kukohoa, anaimbisha wimbo katikati, sauti inapotea, anarushia mwenzake anaingia, anaimba stanza moja, sauti inapotea, anarushia mwingine, anaanzia wimbo mwisho badala ya mwanzo. Nakuta to confusion. Lakini tukakuja tukasema hizi ndege si za kawaida. The moment we commanded them, they disappeared and they never came back. Shalom everyone, thank you so much for joining us for yet another episode of Empowered by Grace. Remember, today we are doing a continuation of what we discussed last week, and we still have on set Reverend Robert Kavoya and Pastor Mary Kavoya. If you have not watched that episode, please enda pale upate kuitazama and then come back and follow up on the episode that we are putting out today. Last week we spoke about their journey from the time they received Christ and their journey into marriage, and today we'll be focusing on their journey into ministry. So you're very welcome. I pray that this episode will be a blessing to you in Jesus' mighty name. So let us pick it up from where we left last time. Now, you got married. At what point now do you get into ministry? At what point did you know you have the call of God over your life? Vile ambavyo ilikuja ni kwamba when I joined Deliverance Church ambayo nilikuwa nina serve before, kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika tukitafuta. Then nilikuwa nafundisha Sunday school, vile ambavyo nilisema ya kwamba nilianza Sunday school kama sijaokoka nikiwa very young. So hiyo church tunge request for presentation, lakini the servant of God ambaye tulikuwa naye pale anakataa, anasema hakuna nafasi. Lakini akipata wageni atatumana, maana wakati wa kukuwa na simu ni very few people walikuwa na simu za nyumbani. So angetumana, Kavoya atafutwe, Sunday lazima wa present. So nikaangalia nikaona I think kuna kitu haiendi vizuri. So nilipoamua kutoka mahali pale nikasema I will join this congregation, na nikiingia kule sitataka anywhere kuhusika na huduma. Wacha mimi niendelee na mission work, maana sasa kile nilikuwa nafanya mission work, missionary work. Nilikuwa nimeungana na CEO na vijana wengine ambao wamemaliza shule, so ilikuwa ni missions, school missions. Tulikuwa tunafanya hizo very 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 effectively. So nimeingia this ministry, nimejoin pale. Wakati nimejoin, the very first week, the first month, ninakuta kwamba nimesongeshwa mpaka pale mbele. Nikaanza kupewa majukumu. So mi niko reluctant. Sitaki kuhusika na mambo ya kanisa, maana naona nikijihusisha na program za kanisa zitanizuilia kwenda mission work out there. Maana hata wale ambao walinilea first TRM, Time Redeeming Ministry, walikuwa pia kazi yao mingi walikuwa na a lot of mission work. So si kutaka kukua ina church, maana nilisikia nikijiunga kwa kwaya, nikijiunga na department za church zitanizuilia kwenda missionary work. Lakini the first month nilipo join Deliverance, that was 1994. Nilijikuta tu the first month nimeanza kupewa responsibility. Nikaanza kupewa responsibility, nikaenda nikipewa responsibility, ikaendelea hivyo, ikafika mahali nikakuwa sasa ni join Sunday school, ni join praise team. Kutoka mahali pale nikawa nimepewa uongozi wa home churches. And that's how nilijikuta kwamba nimekuja slowly nikajikuta kwamba kwa structure ambayo ilikuwa pale, nimejikuta kwamba niko kwa top management ya region. So katika hiyo
hapo ndipo sasa nilianza kusikia kuna kitu inafanyika ndani yangu. Then nikakuja nikasema ya kwamba I feel niko na calling ya kwenda kuanza kanisa. Na wakati niliposema hivyo, nikaambiwa kwamba you can go ahead. Maana the servant of God Bishop Mark hakuwa na issue ya kufungua churches. Umeitwa, alikuwa anatuambia kwamba wewe ndiwe ulisikia, mimi si kusikia. Mungu haitani na microphone. Anakuita wewe. Akikuita, enda ufanye kile amekwambia ufanye. And I thank God for this servant of God. So hivyo ndipo nilienda, nilipomwambia akaniambia mimi si kukuweko, si kusikia hiyo speaker. Sijui Mungu alikuita aje, sijui alikuongelesha aje. Kama umeitwa, go and approve your calling. Na hivyo ndio nilienda nikafungua kanisa kwanza. Nikafungua kanisa kule tulikuwa tunakaa Baruku, na tukaendelea pale. And by the grace of God tukaendelea kwa miaka 10 nilihudumu pale. Na wakati tulikuwa tunatoka, tukawa ya kwamba tumeweza kununua kiwanja cha kanisa. Na tukaacha kila kitu, then we came here na tukakuja tukaketi. Vile ambavyo my wife amesema, kitu moja ambacho tume treasure as a family is to hear the voice of God. Ni kusikia Mungu anasema nini. Are you in peace in this? Are you at peace in this? So kile ambacho Mungu anasema, even hiyo ya kuanza kanisa, nilimwambia kwamba Mungu ameniita na ninataka kufungua kanisa. Akaniambia utawezana na kanisa? Nikamwambia I am at peace in this. Tukaomba, akaniambia sawa, I will support you. I am also at peace. That's how we began. Tulienda kuanza mimi na yeye, the two of us. Hatukuwa na any other place, mahali ambapo tungeweza kusema ya kwamba tuko na watu ambao tunaenda kuanza na wao. So we began from scratch. Mimi na yeye na msichana wetu wa kazi na watoto wetu. That's how we began. So but before we went there, tulikuwa tumehamia kwa branch ya Lanet. So tukapewa team, wakafanya evangelism. Na that's how we began the first congregation ya kufungua. Tukafungua pale na tukaendelea. By the time Mungu anapotuzungumzia tuachilie, tulikuwa tunanunua kiwanja. In fact tukiondoka tulikuwa tumelipa na tukambakisha 35,000. Na kulikuwa na pledges ambazo zilikuwa bado tunangojea zikuwe honored. So zilipokuwa honored, kiwanja kikakuwa settled. Na baadaye Mungu akatuambia kujeni hapa na mketi. So to me nikikuja KSF nilijua nakuja maybe 2-3 months then nitoke niende. Lakini nilipokuja nikaingia nikaketi, na Mungu akaendelea kuniongoza na kunisungumzia, na tukaendelea nikajikuta Kingdom Seekers miaka 10 na kitu. 2012 to 2014. To 2024. 2012 to 2014. Wakati wenye tulitoka hapa tukaenda kufungua hiyo ingine ya Machakos. So it has been a journey. Kwanza hiyo ya kwanza, then hii ingine hii ambayo sasa tumetoka mahali hapa tukaenda Machakos. Sasa hiyo ndio ilikuwa another work. Maana Mungu alinisungumzia immediately nilipokuja hapa 2015. Mungu akaniambia nataka uende Machakos. Kabla hatujafika hapo kwa Machakos, mama, pengine ningependa kujua, by the time now pastor amezungumzia na Mungu go open a church at Baruko, how was your family then? Maybe pengine ulikuwa na watoto bado walikuwa wadogo. How was it like for you? There's this church, you have to support your husband. How did you manage all that as a wife to the servant of God? Okay, what I would say, it was not easy. Kwa sababu tulipotoka town, first of all, as we said, it is the voice. Mungu tulipopata nafasi mahali ya kukaa Baruko, it's mahali tulipewa na somebody kukaa, tukafikiria ni sisi tunajitafutia. So we went on our knees, tukauliza Mungu, is it about you or about us?
Mungu akatuambia, I have an assignment for you in Baruku, so you have to relocate. Mimi nimepanga. So that was a confirmation, tukajua kwenda Baruku, it is God. That time watoto wangu walikuwa wadogo, Kevin ndiye alikuwa primary, kina wengine walikuwa baby, kasichana kalikuwa ka baby, kananyonya. So we had to relocate now from town to Baruku. Na tukakaa hapo kwa sababu tuliona the nearest deliverance church would have gone is Ranet. So tulikuwa naenda Ranet. It was not easy kwa sababu Baruku hakukuwa na transport. Kulikuwa mambo mingi hakukuwa na development. So for me it was very hard. We used to walk hours kuriti Ranet ndio tufike Fredia. Because hakuna gari. But tutaki kuachana na our cover. So one of the days pastor akakuja akaniambia, nakumbuka kabla hayo tukiwa deliverance hapa chini, nakumbuka Mungu akinapatia burden ya pastors wives. I used to keep to stay very far from them because nilikuwa naona watumishi wa Mungu they need to be respected. Na nilikuwa naona wako sawa. Mimi nilikuwa naona wako sawa. Sisi na huku nyumba ndio tuna struggle a lot. So I used to keep off. And I'm one person, siingianagi na watu rahisi. Yeah, that's my character. I take my time. So nilikuwa naonaga tu, nawaombea, tunawapenda tu, naona wako sawa. And God gives me a burden to be praying for them. Nikauliza Mungu, hawa wanakaa wako sawa, naombewa nini? So I told God to direct me, and I started praying now for the pastors' wives. At that point when you're praying for them, did you ever think that you'll at one point become a pastor's wife? No. It was not even in my mind. I never even dreamt. That time I used to minister in the praise team. But being a pastor's wife, I'm a pastor, nothing like that. And I was also very scared with the crowd. Me, I was one person I could not stand before a crowd. So nilijua hiyo area mimi siko. Lakini Mungu amenipatia burden ya kuombea pastor's wife, kaanza kuombea. Nikawaombea lakini sikuwakaribia. So that's when that period tukarelocate tukaenda Baruku. Watoto walikuwa wadogo. It reached a place sasa ni get expectant, nikashindwa na safari, so akaanza kukuja Fredia peke yake. Nikatafuta kanisa karibu, nikamwambia acha siwezi kaa nyumbani. Acha nitafute kanisa hapo Baruku. Nikaingia Crisco. And that time sasa safari ilimea, kaanza Crisco. Ikiwa Crisco I was serving with other ladies, it was very nice serving God. Then he comes and tells me that God has called him. Amemunenea aanze kanisa. I was so scared. Nilistuka. Kasema kanisa Mungu amekunenea uanze kanisa Baruku nikamwambia sasa ikiwa ni Mungu amekunenea I will support you just because it's God who has spoken to you. Then that's when alienda akaririsiwa na akaanza. Sasa tukaanza now. Nikiwa praise team, I never went near the leadership of praise team. Nikuwa backbencher. My voice was not very good. Hata siku moja nikauliza Mungu, ulinileta praise team and my voice is so bad. Mungu akaniambia I'm looking for worshipers. I'm not looking for good voices. I'm looking for those that are going to worship me in truth and in spirit. Kamwambia basi nisaidie. So now we come, ananiambia tumeanza kanisa. Niko na watoto wadogo. Hakuna washirika. So yeye ndio pastor, mimi ndio priest, of course. So watoto ni wadogo. Msichana wa kazi ndio mshirika. We got a hall. Na tulianza hivyo. Kwa hiyo nikamuuliza sasa priest team, hata sikumbukagi nyimbo saa nyingine. How will I read? Kaniambia uta lead. That's the way I started leading praise team. Tukaendelea, tukakuta washirika wanakuja moja, wengine wametumwa na Mungu. Watafute deliverance. Imefunguliwa hapo. Walitoka Catholic. Kaambiwa tumeambiwa tutafute deliverance, imefunguliwa hapa.
wakakuja wakatujoin up, they supported us. The lady was also a singer. Tukasonga mbele. Hata mzee alikuwa anacheza gitaa. Mzee alikuwa wa guitarist. Tukaendelea tukaendelea kukua mpaka ikafika mahali tukarelocate. It was not easy with the babies. But there's no day niwacha watoto nyuma. Hata nikikuja kesha deliverance. By the grace of God, Mungu alikuwa ametugrace na gari. Kwa hivyo nilikuwa nabeba watoto wangu tunakuja kesha Deliverance Church. Tulikuwa na kesha huko, tulikuwa nakuja kesha huko. Nakuja kesha na watoto. Hakuna siku niliwacha watoto ati nimepata watoto hatuwezi enda kesha. So it was a motivation. The motivation was everything in my life is like I had birthed it through prayers. So nikiwachilia maombi, sita make that was my motivation. Sita make nikiwachilia hii Mungu. Sita make because if from the word go it's God. Hata kulea watoto na ministry I have to connect. There was a lot of charge there was a lot of challenge because even the spiritual environment ya huko ilibadilika, si kama hapo there was a lot of ease. But by the grace of God alitusaidia na tukaendelea na church. Ikaendelea kukua. Yeah. So kazungumzio tena mtoke pale, you come to Kingdom Seekers. Yeah, wakati Mungu alituzungumzia tuache lile kanisa, wakati huo ndio tunafanya negotiation ya kiwanja. Yani wakati mambo tu imeanza kushika hivi. Mpaka at one point nisikia kama Mungu ameni-offend. Nikamuuliza Mungu, wakati nilikuwa ninang'eng'ana, mbona hukuniambia that? Then unangojea wakati kahawa imeiva ndio unaniambia acha. Nilisikia ni kama, lakini nikajua ya kwamba Mungu akisha zungumza hako na mpango mwema and a better plan. So that's how we relocated. Tukaacha hiyo kanisa na kuachiliwa, it was another work. Maana sasa nilipoenda waliniambia kwamba Kavoya, we know you and we know what you carry. Hapa kuna kitu tunaona. Ni frustration kwa sababu sasa walinitajia several people ambao wameona nikiwalea wakipitia kwa mikono yangu, and now when I'm leaving ni great men wako na titles za in the ministry. Unaniambia kwamba hiyo ndio kitu nakusumbua. Nikawaambia hapana, sisumbuliwi na ya kwamba fulani amepitia kwa mikono yangu, amekuja amekuwa mkubwa kuniliko. That has never been a bother to me. It is my joy. So akaniambia kwamba tutakufungulia kanisa mahali kuna watu wengi. Tell us where. Nikamwambia it's nothing to do with that. Nikaambiwa ni burnout, ni tulie kwanza. Nikamwambia I have heard from God. So allow me to follow and do what the Lord has told me to do. Then it took about maana niliwaambia mwezi wa 9. Kwa mwezi wa 9, wa 10, wa 11 December. Finally niliachiliwa January. So that took 5 months. Niliona ya kwamba imechukua muda mrefu. Na wakati niliachiliwa tukakuja Kingdom Seekers. Wakati ule pale nimeambia wale tunaserve na wao ninamalizana na mambo na biashara this year. So this year ninaketi chini kama a full-time pastor kanisani. Lakini sasa hiyo mwaka ikiisha, that was 2012. Hiyo mwaka ikiisha nilijikuta kwamba niko KSF. Ninaketi now I have a title of a pastor. Maana kuna watu wengi nilikuwa nimewahudumia, watu wengi nilikuwa nimeserve na wao, LCC na Lanet. Wanajua kwamba this is a servant of God, this is a pastor. So wanajua ya kwamba huyu ni pastor. So hakuna stories. Wanajua huyu ni pastor, inaishia pale. Hawataki interaction. Sasa mshirika na pastor tutaongea story mingi gani? So tumekuja hiyo mwaka ikiisha niko mshirika lakini with a title of a pastor. Mshirika with a title of a pastor. So kwa hivyo mpendwa, kama uko pale you are seated in a certain ministry with a title of a pastor, si rebellion ilikufanya, ni Mungu alikuzungumzia. Keep walking, God is coming through for you. Amen. So nikafika mahali sasa
tumeendelea, wakati tumekuja tumeketi. So me in my mind, wakati kule walikubali kuniachilia, so in my mind nikasema nitaenda for 2-3 months, nirudi ni register my own ministry, nikuje nianze wapi? Baroko. So in my mind ninajiambia kwamba nikienda nikifanya hivyo sitangengana kuwa na washirika. Maana najua wale ambao nilikuwa nao vile walikuwa nataka kutufuata kuja hapa. Tukamwambia kwamba Mungu alituambia tutoke vile tuliingia. Tusibebe pesa, tusitumie pesa ya kanisa vibaya, tusichukue mshirika yeyote. Sasa hiyo ndio tumenunua keyboard, tumenunua ka amplifier sasa, na kanisa ilikuwa kwa stage. Sasa muziki kichezwa pale, matatu zikikuja kubeba unakuta watu wako kwa sasa nasema wakiulizana ni kanisa gani mzuri. Sasa ilikuwa ni Deliverance. Mungu ndiye anatuambia we come and we sit. So we came here. So at the back of my mind nilijua ninakuja tu kupitia. So sikuwa nakuja KSF kukaa. Nilikuwa nakuja kupitia. Ndio ni register my ministry, nirudi nionorie ile. Kuonoria ni kuonoria kupoa. Aipoa hii yenye niliacha, maana sasa their fathers yamerudi. So I get it. Na sasa hiyo kati mmekuja KSF, mlikuwa mnakaa tu chini? Yeah, tulikuwa tunakaa chini, na one of the thing ambayo ilitusaidia kuweza kukaa, by then tulikuwa sasa tumeanza kujua clearly ya kwamba God speaks and how he speaks. So it was not easy, kwa sababu unaona ya kwamba huyu tulikuwa naye LCC, huyu tulikuwa naye Lanet, umekutana naye hapa, unakuja kumsalimia, naye aliingia huko akakuwa na majukumu. Hana time yako. Tena anaongopa. Sasa huku huyu ni mchungaji, mimi huku ni mshirika. So hiyo mambo ya story mingi, anakuambia huko Bwana asifiwe, karibu sana, wacha nione huyo, ninarudi. Anaona huyo, unamuona kwa gate. So nikaambia my wife, hapa ni sisi tunajua kile Mungu alituleta kufanya. Tunakuja kwa ibada, tunahudumiwa, tukimaliza wale tunakutana na wao, tukitoka tunasalimiana na wao, si tunatoka tunarudi Baroko. And that's how we continued here, tukaendelea, tukaanza kubuild new friends. Na Mungu akawa ameendelea kutusustain. Lakini kuwa kwa a big church, you can get lost in between. If you don't understand your calling, you can easily get lost in between. Najua Reverend, sijui kama utakumbuka, lakini there was a time niliwahi kuona ukifanya very odd jobs kanisani, just serving. Very odd jobs. Nilikuwa na hiyo idea that you are a pastor, but I was like, why now? Nini hiyo imekusukuma mpaka kuna kazi zingine ambayo mimi sitaki kutaja, labda kama unataka kutaja utataja. Nitaitaja kwa sababu najua hizo kazi zote ambazo nilifanya mahali hapo wakati nimekuja nimeketi, then nikawa ya kwamba wakati huo nilikuwa na biashara twangu nilikuwa ninafanya. At one point Mungu akaniambia wachana na hiyo biashara. At one point nilisikia niko offended na my wife na Mungu, maana walikubaliana kufanya kile sikutaka. My wife anataka niachane na biashara, nikuje kanisani. Namuuliza, kanisani naenda kufanya nini? I'm not a pastor, I have nothing to do there. Yeye mahali anafanya kazi wanaenda. At that point ananiambia nikuje kanisani niachane na biashara zenye ninafanya. Yeye amengonga miezi 6, hana mshahara, hawajalipwa 6 months. Sasa hii biashara kahazo yangu naenda nafanya biashara hapa na pale. Hiyo ndio biashara na hiyo ndio pesa ambayo tunatumia our transport na kujikimu kimaisha hapa na pale. Then ananiambia wacha hii, enda kanisani. Namuuliza, kanisani naenda kufanya nini? Sina shughuli, sina kazi ya kanisani naenda kufanya. Hii biashara unaniambia niache ndio na tu sustain. Tutaishi namna gani? Akaniuliza, kwani unatuhubirianga injili yenye uamini?
Wewe ndio unatuambianga ndege hawana viota, hawana gala, hawana shamba wanalima, hawana store yenye wameweka chakula, na wewe unatuambia Mungu uwafeed. Kwani unatuhubiria injili yenye uamini? Nikasikia hapo mahali amepitia, si kutaka apitie hapo. Nikasikia ameniambia vibaya, lakini ni Biblia, na hiyo ndio huwa ninawaambia. Nilikuwa nawaambia, I used to encourage them na kuambia kwamba hata saa hii yenye tuko katika kiwango hiki hatukai hapa milele. Tunafanyika kitu kingine. Kama hawa ndege wa angani wanakula na wanakunywa, hata sisi tutakula vizuri. Biblia inasema we are better than the birds of the air. Tutakula vizuri. Kuna wakati tutafika tukule vizuri. Kuna wakati maisha itakuwa mzuri. So wakati huo nimekatalia kwa biashara. Akaniambia, ukienda kufanya hiyo biashara, I'm not at peace. Saa hiyo ndio kunaendelea mijengo na nini hapa kanisani. So one day nikikuja kuangalia Old Sanctuary ndio ilikuwa inajengwa. Nimekuta Pastor Simon ako pale MPC anaambia mafundi, hapana, hiyo singonge hivyo, hiyo usifanye hivyo. Nikiwa pale akapigiwa simu na mtume. Akaambiwa teremka, akaniambia, Kavoya, hebu angalia hawa mafundi, hiyo nini wapige vizuri. Sasa yeye akujua kama mimi ni fundi. Akaniambia, wacha niende dakika kidogo, ilikuwa kitu saa 5 hivi na kitu. Niende nimalizane na yeye nikuje nikurelease, najua nataka kwenda Lanjawa. Pastor Simon alienda, alirudi saa 8. Karibu saa 9. Alipokuja, maana naambia fundi, hiyo kitu imeinama, hiyo kitu haijakaa vizuri. Alikuja akanikuta nikipiga mabati huko juu. Alinikuta nimepanda juu ya ngazi. Akaniambia, Pastor, kwani unajua hii kazi? Nikamwambia, this is what I do. Akaniambia, wacha niendee nyundo. Wacha naenda kutumana nyundo saa hii. Nikamwambia, hapana Pastor, usitumane nyundo. Hizi vitu zote za hii kazi niko nazo. Hapana, utatumia hizo, wacha zako. Nikamwambia hapana. From that day akaniambia kwamba utakuwa unafanya kibarua hapa. Old Sanctuary nimefanya. Mchungaji ambaye ulikuwa unasema ya kwamba mwaka huu unamalizika, mimi niingie full time. Sasa nimemalizia kuwa fundi. Hakuna mtu ananiita kiongozi in any capacity. Ni title tu niko nayo ya mchungaji. Na sio kila mtu anajua. Na sio kila mtu anajua mimi ni pastor. Sasa mimi tumeingia kujenga Old Sanctuary. Nimegonga mabati hizo walls zake zote, nafikiria nimegonga karibu zote. Then nilikuwa najua kukata vioo na kufix. Maana sasa hiyo kazi unajua inaambatana na ile nilikuwa nimetrain. So mimi nimeingia, nimefanya kazi hiyo, then imefika mambo ya framework imeisha. Sasa imebakia ni vioo. Nimeanza kuweka vioo. Sasa ni kukata vioo, kusugua na kuweka vioo. So hiyo yote tukaendelea nayo, tukamaliza. We went to Evans Gate. Evans Gate, hizi manyumba za ndani, hizi za kwanza. Nimepiga mabati huko, nimeweka fascia board, kazi ikaisha. Kumbe Mungu alikuwa ananiweka kwa fix. Sasa mama, nini ilikusukumia mpaka unaambia pastor awachane na biashara kuja kanisani? Ile naweza sema ni zaidi tunatembea pamoja na tunaomba pamoja. Mungu akimzungumzia, he also could speak to me. He could prepare me. So most of the things that were to happen ni kama nilikuwa najua. So as I continued praying, nilikuwa naona saidi yako kazi ndio tunapitia kipindi kingumu. Je, watoto wanagonjeka. Hiyo pesa hata ni kidogo, tunajaribu kuigawa, haitoshi fare, haitoshi chakula. Uzuri tulikuwa kwetu, sasa tulikuwa tumenunua, it's another testimony. Kwa tumepata mahali, tulikuwa nalima mboga hapo, kuku ziko. So ng'ombe, maziwa iko. So transport ilikuwa issue, kwa sababu naona nilikuwa naenda almost 6 months na watoto wako shule na wako Lions. Na tukawaambia tu watoi Lions. Lions, it is a high school.
lakini hatuna mshahara, hatuna anything, lakini walisomea huko. Tuwaambia it's not about us, it's about our God. That's another testimony of another day because walimalizia huko. So God used to, yani ni kama I had a witness in my spirit that whenever he's involved with ministry, God used to sustain us in his own way very well. And it was tangible. That's why I talked of signs and signposts. You have to be very sensitive when you're walking with God. Ni nini analeta kwa maisha yako, inaonyeshana yako pamoja. So wherever he went, kwa hiyo mijengo, kwa nini, kwa hiyo kazi, and ministry was left. We used to struggle a lot. Na unakuta saa ingine hata tunapitana, hata kwa maongeo, tunapitana sana. Lakini whenever he came into ministry, anaanza kufanya administration na concentrate na kazi ya kanisa, we had a lot of peace. So from the witness in my spirit, that is what used to give me the boldness to tell him, me, I think you're meant for the church. You're not meant for these other things. It is from the kanisa ndio utafanya nini? Because even in our relocation, Mungu aliniongelesha hata mimi. Akaniambia, nataka mwende Kingdom Seekers under the servant of God Apostle. Alafu nikamuuliza na kanisa tufanye nini, na ndio tumeanza. Tulikuwa mpaka na hata joint pastors meetings. Tulikuwa na ladies meetings. Even in that church, tulikuwa naitana makanisa ladies meetings. There was a lot going on. Kauliza Mungu, now what do we do? Mungu aliniambia, kanisa si yenu. Kanisa ni yangu. Na washirika mimi nafanyaga nao vile mimi nataka. So I want you to go under the servant of God. Mufundishwe neno. Akasema tumekuwa kanisani miaka hiyo mingi. Tuliletwa tufundishwe neno. So that I can speak to you. That's what God, it was so clear. It's so clear even today. Mwende mkae chini ya mchungaji, mtumishi, apostle, ufundishwe neno, alafu I'll speak to you. That was the direction. So what I should tell the viewers is, when you're connected with God, listen. Anaongeaga, listen to the voice. And then if you're not able to obey the voice, ask the Holy Spirit to help you. Because some of the directions Mungu anakupatia, they look so difficult. And they remove the self from you. Ujifikiri, unamfikiria yeye. Kwa sababu, if you don't do that, utakosana na Mungu and you shall waste a lot of time and you shall struggle. That is where now tutaongea juu ya said we have been prepared for Machakos. What happened? Okay. So Reverend, you're there, umeingia kufanya all the construction work. What was going through your mind at that point? Because God has spoken to you to come to KSF. Came in as a pastor, now you're a fundi. Haukuwa unauliza Mungu maswali sasa, Mungu ulinileta unajua the driving force was nikitoka kule nilikuja ni kama nilikuwa nakuja kupitia even though Mungu alikuwa amesema ya kwamba tukuje tuketi tukue trained lakini my mind, at the back of my mind, nisema ya kwamba hapa sikai. So si kutaka kujiinvolve na pastoral work. Mimi nilikuja nifundishwe hiyo na sasa na mimi nilikuwa na haraka zangu. Nataka kuenda. Na ninajua kwamba kuna viewer ambaye anatazama na uko na haraka za huduma mahali penye unaserve ama vile ambavyo Mungu amekuwa akideal na wewe. Ni vizuri uweze kuwa patient na uweze kungojea, kwa sababu even katika transitions kuna so many mistakes ambao watu hufanya. Najua kama ile ingine nilisukuma kwa kifua na bidii yangu yote. Maana wakati wenye niliwaambia kwamba ninaondoka. Niliwaambia sasa mwenye alikuwa ananiassist nimwambia wewe endelea na church. Mimi nimeenda. Si kungojea their word go. Though kule hawajaniruhusu, kukiwa na issue ningekuja hapa na nirudi kwa church. Ninaenda ninahudumia watu na baadaye ninaendelea na kuja huko. But wakati huu nimekuja hapa, mimi nimekuja
Sasa kile kinanisukuma kufanya hii kazi, maana she was at peace. Hata kama ninakuja nifanye hiyo kazi ya ufundi, she was at peace. Nikifanya kazi, as long as nafanya kazi kanisani, there was a lot of peace. There was, hiyo pesa inatoka kidogo, ingine naenda nafanya kule inaonekana ni mingi, lakini ikija inakuta mashimo mingi, haisettle. Lakini nimepata mshahara wa kutoka kanisani, unakuja kumetulia, unaona ya kwamba kuna ease ya kuweza kumove. So wakati wenye nafanya hizo kazi, maana I think Old Sanctuary vio zote niliweka apart from zile fixed, hizi zingine zote za louvers hakuna yenye sijanguza kuweka chini na juu, zote nilifanya. Ile msalaba ya pale nyuma nilikuwa na fundi mwenye alikuwa akiweka, ananiambia mimi siwezi panda huko, ndio unapanda. Maana sasa yeye alikuwa akikata, naenda kufix na ifika mahali na kata. So akakuja akaniambia hii ni wewe utapanda. Sana niambia hiyo nafanya hivi. So tukafix mpaka hiyo msalaba, and that was a very big test for me. Kupandisha hiyo kio, maana ni karibu futi 5. Uipandishe pale juu. Lakini yeye alikuwa na uzoefu, maana alikuwa amefanya hiyo mambo ya nini. So mimi nikifanya hiyo kazi ninajua ya kwamba at one point, hata kama sasa ninafanya hii kazi, mimi ninajua ya kwamba ninafanya hii kazi, lakini najua I have a calling of God. One time wakati nilianza kwenda mikutano ya MBCI, nikakuja nikakuta Pastor Simon, nikamkuta kwa ofisi yake, nikamwambia Pastor, nimekuja kukuambia hivi, from today never introduce me as a pastor. Kwa sababu mimi ni pastor wa nani? Which church do I pastor? I'm not even a leader here. So from today ukini introduce, please don't say Pastor Kavoya, introduce me Brother Kavoya, I will be comfortable. Akaniangalia akaniambia Pastor Kavoya. Narudia tu anakuita Pastor baba. Ananiambia Pastor Kavoya, anambia Pastor usiniite hiyo jina. Niite brother ama niite tu Kavoya. Akaniambia hebu nikuulize swali. Unajua askari? Askari akija pale Lanet kuna jeshi na kuna polisi ambao wako around. Askari polisi akiitwa aende Kiganjo, ndiye alikuwa maybe deputy OCS wa Mbondeni, aitwe aende Kiganjo. Akienda Kiganjo, na wakati huo ndio recruit wale ambao wamechukuliwa wapya wanaingia, wote wamerudi shule Kiganjo. Are they the same? Nikauliza pastor anauliza nini hapa? Nikamwambia they are not the same. Huyu OCS na huyu assistant OCS, iwe ni yeye ameitwa pale ama ni corporal ameitwa amerudi shule, arudi pale shule kama recruit. Anaenda kuongeza nini? Wisdom ya kuweza kufanya hii kazi. Akaniambia umejibu vizuri. Hivyo ndivyo Mungu amefanya na wewe. Uitwe nani ama ifanyike nini, you are still a pastor. Nikamwambia pastor, hiyo kitu wacha kuniita pastor. And that time we are preparing MBCI ya Machakos 2014. It's just about a week or two. So nimemwambia tafadhali usiniintroduce as a pastor, call me brother. Akaniambia sasa kama OCS akiitwa arudi Kiganjo, arudi kama recruit, wewe kile umefanya umeitwa Kiganjo. Fumilia hii safari. By the time unatoka Kiganjo, hii ambayo umekuja, you will be a very high level compared na wale ambao uliacha. Nikamwambia hata kama ni hivyo, call me brother Kavoya. Mambo na pastor usiniite. Tumeenda Machakos MBCI. The first day tulipofika, anasimama anasema tuko na watoto wenu wa kutoka huku, Pastor Kavoya ongoza timu ya kuja huku. Nikasikia kunjikuna kichwa. When apostle came, akarudia the same words, Pastor Kavoya ongoza timu na ukuje usalimie watu na lugha ya hiyo kitu nasikia inanimaliza. So it was a very
tough situation for me, maana ninajiuliza mimi ni briefcase pastor na sitaki kuitwa briefcase pastor, so wacha niitwe Brother Kapoya. But in the course of time 2015 Mungu akaniambia uende Machakos. So even before I told my wife, nikakutana na rafiki yake huyo mwenye alikuwa amesema Mama June, akaniambia sikatai mkana Machakos, Mungu amekuita, you have a call of God but your timing is not right. So we ngojea mpaka Mungu, kuna kitu Mungu anataka kufanya na wewe. So baadaye kidogo after 2 months, that was hiyo maana ilikuwa kitu around November ya 2015. January 2016 Apostle akakuja akaniambia nataka ujoin full time. So nikaona na saa hiyo tumepitia Kajia, wewe yako Kajia Kenya, nasema 6 months bila mshahara na tunakuja, siwezi hesabu ni mara ngapi nimetembea, nimechukua mati, niko na bao, nishukishwe Lanet huko kwingine, nijipange mguu asubuhi nikuje niwapange mapema yeye na watoto, nimewatafutia fare yao waende, mimi yangu sina shughuli, nitatembea tu nikuja town na nirudi, kama nikuja mguu na kurudi. So our God is well able. Mahali penye mtazamaji huko, unaweza kuwa uko kwa hiyo kajangwa, hiyo jangwa haikai milele, utatoka na utafuka the other side strong. Listen to the voice and obey the voice of God. Mungu atakusaidia. So that's how we went through that situation. 2017 nilipoingia, niko na madeni ile tunaweza sema inanuka. Nimejaribu kila mahali, umekopa hapa 50, umekopa hapo 100, umekopa hapo 200, umekopa hapo 500. Huyo akileta fujo unakopa kwa Steve, unarudisha huyu 100 yake 200 pale. Nimekuja nimeingia full time. Nimeingia full time 2017. Mwezi wa 4 nimetembea Nairobi, nikakutana na rafiki ambaye niliconnectiwa naye na one of our members here. Tunaketi chini tukikunywa chai, ananiambia mimi naona Mungu akikutuma kwa watu wenu carrying a lot of deliverance. Kwa watu wetu sasa nimeingia pastoral, ndio najaribu kuziba mashimo. Hata nikalipwa mshahara miezi 3 na isikatwe chochote, iwezi kumaliza. I was there. Akaniambia mimi naona Mungu akikutuma kwa watu wenu. Nikamwambia sioni kama nina mpango wa kutoka. Saa hii ndio nimeingia pastoral. Sioni nikiwa na mpango wa kutoka. Akaniambia that is what I hear the Lord saying to me. So hiyo tukamaliza. Tukimaliza huo mwaka, Mungu akaniuliza, na wewe mambo ya Machakos ulisema namna gani? Ukumbuke 2015 kulikuwa na hiyo, nikaniambia maybe ni ile maisha nilipitia ndio ilikuwa inanifanya nitake kuenda kufungua church. Mwezi wa 4 2017 mwezi wa 4 nimekutana na huyo rafiki, akaniambia naona Mungu akikutuma kwa watu wenu. Na imagine kutoka niende, ninajua ile Kajia nimepitia. Nikamwambia sioni. Mwezi wa 10 Mungu ananisungumzia na niuliza, wewe mambo ya Machakos ulisema aje? Nikamwambia Mungu, mimi sijakataa kwenda Machakos. Kama ni wewe kweli kabisa unazungumza, enda usungumzie my wife. Umwambie unataka tuende wapi? Machakos. Frustration na mashida ambazo nilikuwa nimepitia. Then we waited. Mimi nikamwambia kama ni wewe mzungumzie, mimi sitaenda kumwambia sasa hii. Wewe enda umwambie. 2017. Haya 2018 imeisha. 2019 mwezi wa 10, 2 years down the line ndiye anamzungumzia. Hapo sasa alikuwa anatoka MBCI US, akakuja akamwambia tumeingia kwa service, nakumbukanga alihubiri about healing. Sasa anakuja yeye akizungumza wakati tuko kwa ibada, mimi na celebrate ibada. Yeye Mungu ameanzana na yeye, akamwambia muko hapa lakini muko mahali ambapo hamfai kuwa at this moment. Nataka kuwatoa kwa Nakuru County ni watume in a different county. Mwende mwanze kazi pale. And you are behind time. Wapi? Akaambiwa Machakos. So mi tumemaliza ibada, tumeenda.
Kufika kwa nyumba ananiambia, wacha nikwambie vile Mungu alikuwa ananizungumzia. Mungu alikuwa ananiambia anatutoa Nakuru, atupeleke in a different county, twende tuanze kanisa pale. Wapi? Machakos. Mimi nilianza kucheka. Akaniuliza, nakwambia kile Mungu alinizungumzia, wewe unaanza kunichekelea. Nikamwambia it is a confirmation. Maana 2 years before Mungu alinizungumzia, na nikamwambia kama ni wewe unazungumza, mzungumzie. Mom, sasa hiyo kasafari ya where you are in a lot of debt, pastor amejicommit, anatumikia Mungu, but still things are not working out, up to the point where God spoke to you about Machakos. Would you tell us how it was for you? Okay. Mambo ya debts, it was not easy. It was not easy because I remember at a point niuliza Mungu, when we are faithful tithers, I asked God personally, I'm a faithful tither. What is happening to my life? And hapo ndio Mungu alitupatia now the right one. Alituambia madhabahu si madhabahu tu. I want you to give the right altar to tithe to. Hapo ndio tulikuwa directed first ku tithe. We brought our tithe first to this altar before we came. Oh, okay. So it was not easy because I remember at a point my son, huyo mdogo aliniuliza, "Mom, mimi nitasoma kweli?" Because school fee anafukuzwa kila wakati. Lions wanafukuzwa hata sasa ile wamelipa register inawasoma. Bado anasema, "Mama, mkulipa school fee." Inawasoma. I remember one, nikamwambia, let me tell you, it is not about the money we have that itasababisha msome. It is about the God we serve. Kwa hivyo mrelax. Hata mkifukuzwa mnafukuzwa na mnarudi class na mtamaliza. By the grace of God walimalizia Lions. Siku akutolewa. So it was not easy because unaona sasa at the beginning hata my relatives walikuwa nauliza kwa nini I'm getting married. Mtu aje so there's no way ningeenda kuambia wanisaidie. Some of them were stable. Lakini singeenda. So I had to just keep to myself with my problems with God. Na kuambia Mungu, wewe ndio ulinipeleka hii safari. Just nishikilie my spirit, my heart, so that I don't break. But the good thing is God used to speak to me, to direct me. At one point I decided to relocate church. Unajua tulikuwa tumenunua mahali, tulikuwa naishi ni mahali petu. Na nilikuwa nimeambia Mungu, mimi because I've struggled so much in life. Sitaki kustruggle even when watoto wako wakubwa, unipatie mahali mapema. Nijenge hata sikuwa nimeenjoy like young. So Mungu alitupatia mahali hapo, tulikaa hapo. Lakini one day God spoke to me. Akaniambia nataka tutoke. Turudi town. Aliniuliza hii swali. Kwa nini wachungaji wangu wanakaa mbali na madhabahu yangu? Mpaka nikakuwa amused vile apostle alisema Mungu anataka kuishi nao Kingdom City. Kwa nini wachungaji wangu wanakaa mbali na madhabahu yangu? Mimi nataka mkaribie madhabahu yangu niwazungumzie. So kukaribia madhabahu ni kutoka Baruku relocate back to town. Kukomboa Sasa hiyo mambo bado haijakuwa. Hii nikaambia Mungu sasa hapa, I don't know. Kaambia my husband vile Mungu ameninenea. Akaniambia let's continue praying about it. Because I believe when God wants to make you, it's a process. Vile tunaambiwa, it's a process. And you have to allow yourself to pass through that process. You have to be intentional to allow yourself to pass through that process. So akaniambia wacha tuombe. Sasa tukaendelea kuomba na kuuliza Mungu. Tulipokuwa naomba vile tutarelocate in town na vile tutakuja kukomboa nyumba town na hatuna mishahara. Ndio ameingia pastoro saa hiyo. Ndio nilikuwa nafikiri na mimi nashikilia huko. Mungu amesema tutoke atuongereshe tukiwa karibu na madhabahu na tulikuwa nakuja kesha kila wakati. Every Friday na Tuesday. We were here.
Lakini Mungu anataka to relocate position. You have to know what position Mungu anataka ukue ndio apate kumanifest. I remember aliambia Musa alimwambia, I want to see your glory. Akamwambia, I'll put you, go and study in a cliff. So there are cliffs in life God will want us to study into for him to go to manifest himself to us. So that was the cliff. Mungu akatuambia to relocate. After some time nikakuwa transfer, nikapelekwa Nairobi. Kabla to relocate, tunapoanza kuomba. Sasa nikauliza Mungu, how will we relocate? Lakini nikajua kwenda Nairobi kwangu. My assignment is not in Nairobi. My assignment iko hapa. Na nikaomba Mungu sana, nikamwambia that assignment umenipea najua iko Nakuru, sijamaliza. Hii mambo ya Nairobi I don't understand. And by the grace of God nika almost 2 years. 1 year in Nairobi. Tukakuwa transferred back to our stations. Nikarudi hapo, tukaanza, nikaambia Mungu, you told me that we should relocate from this house to town so that you can speak to us. I didn't know ni mimi Mungu alikuwa anataka to speak to me, not to us, to me especially. Nikamwambia Mungu, ikiwa ni wewe, nikakuwa kama Gideon. Nikamwambia, I want to put a freeze, but you just allow me. Nikamwambia ile kiti niko nayo sitarudi nayo town. Hiyo sofa. That will be one of the signs. Unipatie pesa ninunue set of sofa set ya kurudi town. That will be one of the signs. It's not me, it's you. The other thing I told God is provision. To make sure when ndio utaprovide, kwa sababu sijui vile tutasurvive town. Ikiwa struggle na tuko mashamba so hard. How are we going to survive now in town? That is when God spoke to me. Akaniambia, sasa nikakuja, I kumbuka that time after I spoke to God about that seat. Kakuja Tuskys. Na nikaona a very good seat that had specific colors. It was around cream and gray and brown. Kambia God would like give me money to buy this seat. And I settled on that. So I was waiting for God to manifest that, confirm he really wants us to relocate back to town. So that is when God spoke to us, akatuambia kwa hiyo shamba hata wetu tubarikia kwa sababu of issues, na tukatembea hivyo. Mungu speak to a couple, atubariki with a set of sofa sets. Huyo couple wakaongeleshwa kitambo, lakini waka-agree, lakini wakanyamazia. So one day they were just watching, and then Mungu akawauliza, ile sofa set ya Pastor Kavoya mbona hamujampatia? So by the grace of God wakatafuta pastor, they had a workshop somewhere. Kakuja tukaona hiyo seat. It was exactly the brown and the cream that I had seen in Tuskys. But the design was a bit different. Yo mama akaniambia, I'm so sorry, mimi niliongeleshwa kitambo. When I prayed, I think that's when God spoke to them. Instead of giving, God can give you ask for something, for money, God gives you the item you want instead of the money. That is what God did. Alizungumziwa, akaniambia nizungumziwa, sasa mchague ile kitu mnataka hapa. Me, I want to do away with God. Na nikaona the seat. Nikamwambia this is the seat. Na akatuletea. So sasa ile tulipeleka huko ilivunjika mahali. Mungu akatuambia that seat is not for that location. It is for town. So I knew now I'm supposed to relocate back to town. Tukaribia madhabahu ndio Mungu anatusumzia. So mtu ni mtu. Tukasema na hii shamba tumesema tutabarikiwa, na tukiombea hii shamba ndio Mungu atubarikia hapo. Sababu I was thinking of relocating. Sasa watoto ni wakubwa. Mimi saa I should be settling. How? So tuka-agree. Pastor akaongea na Pastor Bogwa, akasema watakuja kuombea the shamba ndio Mungu akubali tukae. Unaona sasa tunajaribu kutwist Mungu. So akaongea na Pastor Bogwa, kuja tukaenda pamoja na gari ya Pastor Bogwa,
Tukifika kwa nyumba hivyo tukaketi, nikawaambia wacha niwapikie chai. Pastor Bogu akasema hapana, wacha tufanye the business of God first. Sasa Pastor Bogu alikaa, alituambia mimi nimekatazwa kudedicate this shamba. Kwa sababu Mungu ameniambia you should have shifted like yesterday. God wants you in another location. Hey. Kasema confirmation number 2. So akasema huku nitaomba Mungu awapatie mnunuzi mzuri na hata wasubua. That is what he prayed. Akaomba na akatubarikisha hiyo shamba na akatuambia God wants you to relocate like yesterday. Your time bad. So hiyo usiku, it was a Friday, tukuja kesha. Hiyo usiku my daughter akatupigia, alikuwa Nairobi. Akatuambia ameota vibaya, ameota hiyo shamba imejaa manyoka. The hole imekaviwa na nyoka na maiti mbili ziko kwa roofs. Hey, tukasema here there is death in this shamba. So the next day we came looking for a house in town. Kwa miguu, door to door, house to let. By the grace of God, we got a house up at Kanu Street and we relocated immediately because now that was an urgent call to relocate immediately. Na tukainvolve Pastor Bogu akakuja akaombea hiyo nyumba, and the seat, the table ilitoshea exactly the seat that tulipewa. Wow. Then hapo ndio sasa tuliendelea kumtumainia Mungu. Tuliendelea tu kuserve, kuendelea kwa kusikiza Mungu. In 2019, hiyo pastor amesema, apostle walikuwa wameenda wakarudi. It was a very, very powerful service. And then God speaks to me. Akaniambia, I want you to take back, I want you to go back to your people. Mwende mpeleke salvation na wokovu. Kwa ajili hao watu, they are my priests. And the priesthood has been diverted. I want you to go back to them and umwasaidie kunirudia mimi. And your time bad. Hapo ndio Mungu aliniongelesha akaniambia, even in this church there are people, many people nimewaongelesha. Na nikawaambia waende in other locations. Nimewatuma lakini wanaona hizo locations they are too hard. Wanaona it's so hard. So ninaongelesha nyinyi mrelocate to Machakos. Mwende mpeleke injili kwa watu wenyu. Kwa sababu I want that priesthood to be restored. Kaambia Mungu sasa utusaidie. So that's when I told him that. Ndiye alikuwa anacheka, kumbe alikuwa ameongeleshwa kitabu. That's why I was saying when we walk together in prayers together, hata Mungu akiongelesha huyu ana confirm to the other one. That is where there is no strife. Hakuna strife. Kwa sababu there was one thing mimi nilikuwa najua from the word go, mimi nilikuwa najua sitaenda kukaa ukambani. Mimi nilikuwa najua hiyo. And that's why I had my own place. So that was in my mind. But it was not in the mind of God. The mind of God was different. So it's good to be flexible to God and to the leading of God. Where he wants you to be. Kwa sababu Mungu aliniambia pale mumetumia many years to establish that land. Lakini sasa I can even establish where you are going within 6 months. Ama less because I'm God. So I didn't have anything to hold to. Niliwachilia. Na sasa nikuja naona tije Mungu aliniongelesha juu ya Machakos. Na nikajiwachilia mahali Mungu nataka niende ndio nitaenda. Na ndivyo ndio tulilocate. There were specific instructions because hata mahali tunaishi Mungu alituambia tukae hapo kwanza at the river. Sikujua the river iko Machakos. Kauliza Mungu, na the river si Nairobi. Mungu akatuambia the river iko Machakos but it's at the gate. I want you to stay at the gate of Machakos and then later mtaingia. Kwa sababu at the gate I want things to be manned from the gate. Na by the grace of God tukakuta mpaka iko wachungaji wengine they are manning the gate and they have been spoken to the same thing. You man the gate of Machakos. So
Nifikishie hapo mchungaji endelee. So Rev, so from the time mom came and told you that God has spoken to her, from that point, did you move immediately? What are some of the hurdles you had to overcome before sasa finally moving out? Okay, wakati Mungu alipomzungumzia to relocate to Machakos, kwa sababu sasa tulikuwa tumepitia some training hapa na pale, kuna mambo ambayo nilikuwa nimejua. So the first thing ilikuwa ni kutafuta our father apostle. Tukamtafuta that 2019 because now that was around December. Tukamtafuta, tukaomba, tukaomba na yeye, tukasema sasa acha tumtafute tumwambie. Tulipomtafuta 2019 hatukuweza kumpata. Tulimpata 2020 January. So hiyo mwezi wa December ilikuwa na so many things, hatukuweza kupatana naye, lakini January tukampata before tuanze press on. So tulipompata tukaongea naye, tukamwambia Mungu ametuzungumzia. Akatusikiza, akatuambia kwamba hiyo ni sawa, mimi sina shida na hiyo, maana hata mimi niko hapa kwa sababu I had God na nikaachiliwa. Na najua kwamba hata nikisema kwamba siwaachilii, inaweza kufika mahali you are here but you are not here, you are there. So mimi nitakubali niwaachilie vile ambavyo mmesema mwenda mfanye kile ambacho Mungu amewaambia mwenda mfanye, lakini mnataka kwenda lini? That is January. Nikamwambia tunataka kwenda April. Si Mungu ameshaongea, sasa tunangojea nini? Kwenda. Sasa kama Mungu amenena, mimi nimengojea those are 2 years plus now nikingojea. Nikamwambia nataka tuende April, akaniambia hapana, April haiwezi. Nikamwambia basi tuende June, akaniambia June hapana. So nikakumbuka maana 2019 tumetoka Burundi na tulikuwa kuna international meetings zilikuwa zimepangwa Ethiopia na Tanzania. So nikafikiria ni kwa sababu ya hiyo, nikamwambia maybe basi wacha tuende after mikutano ya international. Akaniambia international meetings zinaisha November. So hatuwezi kuachilia. Afadhali tu mngojea 2021 muende. Tukamwambia, aniposikia hivyo nikamwambia basi hapo wacha tuombe jambo hili. Wacha tuombe tuone Mungu anataka nini. When I went to pray, Mungu akanionyesha nikiwa mahali, nikasikia apostle anasema ninataka kutumana kwa boma fulani. Hiyo boma in my mind niliona ninaijua. Nikamwambia hapo ninajua, wacha niende. Akaniambia sawa, enda. Anjanipatia instruction ninaenda kufanya nini. Anjaniambia ni kitu ninapeleka ama ni kitu ninaenda kuchukua ama ni report fulani napeleka. So on my way, kwa ile njia maana ni boma nilijua, on my way nikakuta kwamba kuna diversion. Nilipofika kwa hiyo junction nikawa sasa sielewi which direction. Nikasimama pale nikauliza, are we turning left ama tulikuwa tunaenda straight on? So nikiwa pale nikiuliza hiyo maswali, on my right ni mahali kuna kama msitu lakini hakana miti mrefu. Ninasikia watu wanaongea huko, nikasema acha niende niulize ni wapi. Kuuliza ananiambia hapana, huko mahali unauliza hiyo boma iko huko nyuma. Unaona hiyo kamlima umeacha huko nyuma. Enda kwa hiyo. Sasa teremkia pale mbele kwa ile mti, unaona hiyo mti mrefu, teremkia hapo urudi. Ukifika kwa hiyo hiyo boma iko hapo. Everyone knows that compound, that homestead. So katikati ya mahali penye nimesimama na mahali sauti ile inatoka, wanaongea siwaoni. Kuna seasonal river lakini kingo zake ni very deep. Ukiingia ndani huwezi toka. Mahali wameniambia niende kwa ile mti, nilikuta kwamba kuna hii mti kama ya muhumo imepandwa pale mrefu. Lakini kando yake kuna the black rocks na kuna maji inatiririka. Hawezi teremkia hapo, ni too slippery. Na mwisho wa hiyo kuna very deep cliff. Nikazunguka nikapata my way. Kule chini kulikuwa na kabarabara kanakaa kama fi. Kamewekwa, kuna probox imesimama pale, kakona mara imekuwa compacted so smooth nikana kwamba ni compound ambayo ni kama ni mahali very smooth.
lakini mahali Probox imesimama pande hii kuna a very steep mteremko, huwezi pitia hapo. Pande ile ingine unaona miti juu, ni cliff kama zile za creator hapo. So nikaenda nikang'ang'ana nikapandia pale kwa nikishika roof, nikaenda nikaingia nikaruka mbele kulikuwa na stairs, nikapanda stair ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaamuka. Nikakaa nikafikiria, nikauliza what is the meaning of this. Nikaletewa picha ya vile tulikuwa tumeanza hiyo kanisa ya Baruku. Ninajua what it calls for. Kwanza kanisa is not a city, lakini ukifuata njia za Mungu inawezekana. So nikaona ya kwamba Mungu ananiambia timing sio mzuri. So nikarudi nikaambia mtume, mimi ninakubali kungojea basi 2021 niende. Wakati wa 2019 ndio COVID imetajwa Kenya. Hiyo ni January. Mwezi wa pili imezidi kuongezeka. Mwezi wa tatu imezidi lockdown ya churches. That is 2020. That is 2020. Lockdown. Makanisa imefungwa. Sasa tunaendelea, kumekuwa tukakuwa na online. So tukakuwa ni, kwa hiyo ikaendelea. Mwisho wa 2020 nikarudi kwa Apostle January ya 2021. Nikamwambia ile mambo yangu ya Machakos ulisema, aniuliza una mbio ya kwenda wapi? Hii kitu ijulikani ni kuongezeka ama ni kupungua. Ningeulizwa ungekaa hapo. Nikamwambia acha tuombee hii kitu. 2021 tuko kwa maombi, tunaombea the same. 2022 Apostle nimekuja. Ile mambo akaniambia sasa wacha tuombee hii kitu. Jiuliza kutoka 2020 tumekuwa tukiomba. So 2022 ameniambia na wacha tuombee hii kitu. Then tukaendelea, lakini tukikutana in between namwambia lakini ukumbuke mambo ya Machakos. Lakini ukumbuke, na niambia wewe ngojea wewe tuombe. Wacha tunaombea hii kitu. So 2023 I don't know ni report gani nilikuwa nampatia, nikaenda nikampatia, then nikamwambia na yangu ya Machakos. Akaniambia wacha tuonane after tumemaliza mkutano wa Ruiru. So from there ikakuwa kupatana ni ngumu. Hatupatani, ako busy, amekuja ametoka, amekuja ameenda, wakati wenye ako available mimi niko na assignment zingine. But finally that 2023 akaniita akaniambia ya kwamba kuna mambo tunafanya, kwa hivyo bado tunakumbuka. Then finally ikikuja kuisha 2023 akaniambia kwamba tumekubali tutawaachilia mwezi wa next year, tutawaachilia next year. So 2024 tumeingia kwa maombi. Then tukiwa kwa maombi after the first week akaniambia ningependa tuweze kuwa na nafasi na tuweze kuomba, tujiombee, kwa sababu baada ya tumemaliza maombi haya tutawaachilia. So that's how we continued praying. Then after maombi tukaachiliwa mwezi wa pili. February mwezi wa pili tarehe 14. Yeah, I think it was 14. Ndio tuliachiliwa tukatoka. So akatuombea pale kanisani, akatuambia ndeni mfanye kile ambacho Bwana amewaita kufanya. Before then kule tulikuwa tumefanya groundwork. Tulikuwa I think kutoka mwezi wa 10 2023 we were there every Monday. Vile Mungu alikuwa na provide I cannot tell. But every Monday we found ourselves there. Tuna empower some few people wale ambao walikuwa wametuambia kwamba tuta walk together. So mwezi wa 10 wa 11 December, January tulikuwa bado kwa hiyo safari. So mwezi wa pili tulipoachiliwa tarehe 18 we began our services there. Na kutoka pale kuendelea mpaka mahali tumefika. We have a testimony ya kwamba God and a plan. In our minds tulikuwa tunajiset na tukasema tutaenda kuanza Machakos town.
but in the process, wakati tulipoendelea katika maombi, Mungu akatuambia kwamba msianzie this meeting or this church, msianze na Machakos town. Akatudirect elsewhere. So it is a very good thing kufuatilia confirmation. Ni kweli Mungu amezungumza, but timing. Na kama kuna kitu ambacho katika walk yangu ya salvation nimeona testing na tough, it is test of time. Na wakati tulipoenda, Mungu akatuambia kwamba ikawa sasa tunaachiliwa, so tukatafuta town ni wapi tunaweza anza, na tukawa na projection ya ni wapi. Tukaenda tukaongea na Zamba county government officers ambao mahali tumekuwa tukifanya mikutano fulani Machakos pale social hall. Na wakatuambia hiyo haina shida, kile mnahitaji kufanya ni kuandika barua na tutakuwa tunawapatia, tutakuwa tuna arrange hiyo all. So tukiwa katika hiyo process, Mungu akatuambia, kwa ndipo Mungu alituambia msianze town, mwanze outside. Na sasa outside hatujui watu, hatujui eneo lile. Sasa sio muda huo wote tumekuwa tukienda Machakos town na kurudi. Maana maybe kuna watu ambao walifikiria kwamba nilipoenda Machakos nienda nyumbani. Kutoka Machakos kwenda nyumbani kwetu na kuja Nakuru ni equivalent na mtu mwenye amekuja mpaka prayer center. Kutoka Machakos town mahali church iko, nikienda nyumbani na mtu anatoka tuachane pale, distance ya kuenda nyumbani ni kama mtu mwenye ametoka kanisani kwetu hapo Kingdom Rivers of Life Ministry Machakos kuja ako prayer center. So it's a different world. Sana. Ni mbali. Ile iko ni kwamba tu kule ni tunaongea lugha moja, lakini culture zinapitana. Kuna shock ya vile wanafanya mambo, some of the things vile wanaziita, na kwetu ni vitu different. So ingekuwa ni to me, maana sasa nimekana nimeinteract na Kikuyu sana na nimejua culture mingi ya Kikuyu. Ningekuwa nimeenda kuanza kanisa Nyeri, ningekuwa na less shock than ile niko nayo in Machakos. Though I'm a Kamba, lakini shock ya culture, unaenda kuongea kitu naambiwa hiyo usiongee hiyo katikati ya watu. Maana umesema jambo, to them it's like a different meaning. Iko na different meaning. Lakini sasa ningetoka hapa niende kuanza kanisa Nyeri, singekuwa na shock kubwa kama ile nimepata mahali nimeanza Machakos. So ile kitu naweza kusema ni kwamba test of time is a real test. Na ni kitu ambacho kinaweza kukucost a lot. Hivyo kwa mtu ambaye uko kwa test of time, maybe ni mchungaji ama you are desiring to do something, uko pale unaangalia unasema ya kwamba hii kitu ni kama imedelay, inquire from God na ujue ya kwamba test of time ukifail umekosana na Mungu. So it is a very strong thing ya kuweza kufanya wakati unataka kufanya kitu. Seek the direction of God. Ukipata right direction of God na timing, utakuta kwamba kuna flow of things. So tukaanza na tumeendelea kukua na tumeona neema ya Mungu. Tuko nje ya town. Kwa wale ambao ni wa Machakos, hatuko Machakos town, tuko mahali inaitwa Kathekakai Mkaawani. That's where our church is. But even though it's like a village, lakini neema ya Bwana iko mahali pale. Kwa hivyo Mungu ameendelea kutupigania, tumeona Mungu akitusaidia. Tumepigana vita ambavyo ni vikali mahali pale, lakini God has won that battle for us. Wow. Amen. Kanisa ni Kingdom Rivers of Life. Kanisa ni Kingdom Rivers of Life Ministry. Wow. Hapo ndipo tumekuwa na Bwana amezidi kutusaidia. Tulipofika mahali pale, hatujaweza kupata reception ya priestly ambayo wakati tuliingia. Instead, wale walitutembelea zaidi ni watu ambao wako na evil agendas. Some of them wako katika occultic, wengine wako kwa devil worship. Tunaingia pale, tuko kwa mkesha,
watu wanaingia wanaanza kufanya signs za devil worship. Wengine wanakutana na nguvu za Mungu, wanaangushwa, mtu anatoka pale, si moja wawili. Tumeona kadhaa wakikuja wanakutana katika hizo mikesha, wanakutana na nguvu za Mungu, wanafunguliwa. Though most of them wanakujanga wanaenda kwa sababu they were not genuine coming for the kesha. They were coming for other hidden agendas. Lakini wanakutana na nguvu za Mungu, wengine wanaangushwa, wengine wanafunguliwa, wengine wanatoa vitu zao ambazo walikuwa wamekuja nazo. We have seen God. We have seen that small town change. Wow. Tumeona mijengo ambayo ilikuwa imekwama, tumeona imeanza kuinuka, tumeona watu wameanza kujenga. Katown kenyewe tuliingia kalikuwa kamejaa makaratasi, juu natoka wapi. Lakini ukienda ukitembea sasa unaona ya kwamba the town has begun becoming clean and clean, na kuna life, kuna mambo yanafanyika. So we thank God, and because we are Kingdom Rivers of Life Ministry, that river of life is affecting that town, and it is affecting Machakos. Great things are happening. Wow. Amen. And thank God, because Biblia inasema, Yesu anasema, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. Yeah. So the church will stand, Kingdom's Rivers of Life Ministry will continue to stand. Amen. And it will overcome every wiles of the enemy. Amen. So ni turudi nyuma kidogo as we come to an end. Kuna hiyo time between now 2019 and the time when you left. Kuna mtu mwenye atafeel Mungu alishanizungumzia, nimeenda kwa my spiritual authority, ananiambia tena ningoje kidogo. Why should I wait? And yet God has already spoken. Do I really need to wait? Ama it's because it is the word of God, na mimi sitaki kusikia kitu kingine mtu atasema. Sauti ya Mungu ina cover ya kila mtu mwingine mwenye anasema kila kitu. I think Mungu wetu ni Mungu wa mipango. Na Mungu wetu si confused. Akikuokoa na kuconnect na hiyo ministry mahali penye you are serving, he had a reason. Na ni jukumu lako wewe na mimi. Nakumbuka kwamba nilisema ya kwamba ile ingine mahali nilikuwa Elephants, I pushed things na nikaondoka, na ikawa wale viongozi ni kama wana feel ni kama si kufanya the right thing, ni kama nimeondoka prematurely. Lakini ile wisdom nilikuwa nayo then ilikuwa ni kwamba si amenena, I push. Akisha sema je, itakuwa ni hapa, kama utafungua nifunje mimi nianze kupitia hapo. But it is not supposed to be like that. Kwa sababu yule mtu ambaye umewekwa kuserve under akona voice of God over your life. If they are standing right with God, they have your destiny in their hands. Na kuna vile wanaweza ama tunaweza kuharibu destiny yetu kwa kukosa hiyo patience ya kungojea your spiritual authority akwambie, my son, my daughter, nimekurelease. So mtumishi wa Mungu, wewe ambaye uko na kitu nahisi ya kwamba it's like you are being delayed, seek the voice of God. Huyo mtu ambaye Mungu alikupeleka chini yake ako na baraka yako wherever you are going. Vile unavyotoka mahali penye uko na mahali unaenda, it is determined by the way you are released. Ukitoka vizuri, kuna mambo mengi hautapigana nayo pale. Kama ningelitoka kwa njia tu ya kusema Mungu ameniita, zile vita tumepatana nazo pale ya nguvu za giza, si ya watu, si ya ministries, si ya, lakini powers of darkness zimejaribu kuinuka. Nakumbuka wakati tulianza last year, that is 2024, wale ambao tulikuwa na wao, my wife angeongoza wimbo, nusu wimbo, sauti inapotea, anaambia mwenzake hapo, niongoze. Sauti imeenda. Saa hiyo ndege wamepangana laini kwa fence ya hiyo plot mahali tumekomboa. Ndege wamepangana ini hapo ni chui. Anaimbisha wimbo katikati, anaanza kukohoa. Anaimbisha wimbo katikati, sauti inapotea. Anarushia mwenzake anaingia, anaimba stanza moja, sauti inapotea. Anarushia mwingine, anaanzia wimbo mwisho badala ya mwanzo. Nakuta to confusion.
Lakini tukakuja tukasema hizi ndege si za kawaida. The moment we commanded them, they disappeared and they never came back. So there is a lot of battle, there is a lot of spirit realm or spiritual warfare to be done where you are going. Wengine mtu anasema ya kwamba si nimeitwa na nimeambiwa niende. Haujafanya mapping, haujafanya prayer walk, haujafanya prayer ya mahali ambapo Mungu amekutuma. By the grace of God tumekuwa na kipindi kizuri cha kuomba kwa sababu ya mahali pale, even before we began. Kwa sababu some of these things zinajaribu kuinuka, lakini zinakuta kwamba we are unmovable because of the foundation ambayo tumeweka. Mtumishi wa Mungu, mahali unaenda kuanza huduma, wewe ambaye unataka kuanza biashara, first lay a very strong foundation ya mapping na doing prayers ya mahali pale, kwa sababu mambo yote ni spiritual. Kwa hivyo kile ambacho nitasema, mtumishi wa Mungu, kazi ya huduma it's very different na biashara. It calls for a lot of concentration ya mawazo, dedication ya maombi, time yako una sacrifice ili kuweza kuonekana mambo fulani yanafanyika. Kile ambacho by the grace of God Mungu ametusaidia kufanya mahali pale, we have seen the hand of God. We have seen God carrying us and helping us kuenda through na kuweza kushinda haya mambo yote. Vile Mawaiva alisema ya kwamba mambo yote ni kumtegemea Mungu. We have seen provision ya Mungu katika shughuli hiyo yote, utumishi wetu mahali pale, kufika mahali ambapo tumefika by the grace of God. Mungu ametujalia tunakuwa na 2 cases, Monday and Friday. Na tumeona ya kwamba ikiwa kwanza ya Monday nasikia kwamba nimemiss kwa sababu ya this week siko. Naamini ya kwamba Bwana atatusaidia na tutaendelea. Kuna mambo, kuna wingu la giza lilikuwa limefunika mahali pale, limeendelea kuondoka. So naamini ya kwamba tunapoingia 2026 will be exploits for God in our ministry. Amen. Amen. Ma'am, being a minister yourself and also being married to a servant of God, there's that journey from the time you opened a church pale Mbaruk, all the way transitioning to Kingdom Seekers and then again moving out. What are some of the lessons you've learned in ministry as a minister and also as a minister's wife? Okay. One of the lessons I've learned and very, very key is that unless one thing, you depend wholly on the one who has called your husband. Because at times you find, even in ministry, whatever decisions he makes, sometimes you feel that's not the right decision. Ama, we should not be going this way as a minister's wife. But now, you see now, we are serving the same master. So what has helped me so much is to consult with God over every decision that he makes, so that I be at peace with that decision. And I've also learned, me as an individual, to connect with God, and also to connect with God together with him. Because you realize sometimes he wants to go this way. Either you've not heard or you're not comfortable with that. So it's very easy for you to resist. It's very easy for you to kukwazwa. Na si mara moja, mara mbili sijakwazika. Yenyewe nimekwazika. Lakini there is one thing, that's surrendering to God and submitting to his direction. That one, it has helped me a lot. It has led me a lot. Another thing is praying for yourself as a pastor's wife. Because now, one of the things, I didn't have exposure of being closely to serving people. Because even when we are here in Kingdom Seekers, I was working
So that closeness with the washirika I didn't have. So God has taught me to pray for my heart. Give me a big heart to accommodate and to know how to handle the people that I'm dealing with, a pastor is dealing with. So one of the things is asking God to get hold of your heart, because if he doesn't, it is very easy to part, not only physically but even in the work of God. Atakuwa naenda hivi na huyu mwingine hivi. Another thing I've learned is hii kazi ya Mungu yeye tu ndiye anaifanya. Kazi ya Mungu, as long as he has called you and he has given you direction, ni yeye. So you have to listen to his instruction, either through your husband ama through him direct. Why do I say this? Because when we were relocating to Machakos, I was feeling that ground is not an easy ground. And I was telling God, this ground, it's not easy. I don't know how to handle these people. They are his tribesmates. It's likely for me to be rejected. So I had space for that. But God was telling me, there's something God was telling me. It's not even by much prayer, it's not by might. Prayers are good. It's not by might, it's not by power. But it is, kazi ikiwa ni yake ni yake. Yeye ndiye atakupatia strategies of how to handle those people. Yeye ndiye atakupatia favor. Yeye ndiye atakupatia direction. So my dependent on him has made my life very easy. Ama my walk in this new assignment very easy, because there are many things in the ministry I was so green. I was so green. So nimejifunza kudepend on him. Nimejifunza even kuweza kurelate na watu, especially the ladies ministry. With the ladies, they are not easy. But I've seen, as I continued praying for my heart to ikuwe mkubwa, I'm able to relate with the ladies. There are challenges here and there, but with the help of God, nimejua pia kuachilia watu, people to become what God has called them to become. Because I realized nikishika hii kazi mimi kama bibi ya mchungaji yote, it's easy to mess up. Yes, I'll give direction where I can, where the servant of God can. But nimerealize, wache watu wa become what God want them to become. The reason is, when we were we went there, you realize most of the people you have hawajui neno, and they're the same people, they have not connected with God vile tumeconnect hapa. They're at another level, so you can judge them very easily. Ama you can put them away from the altar very easily. So nikauliza Mungu, how are we going to work? Because we cannot sing, we cannot be the ones ministering the keyboards, singing, evangelism. We have to engage them, and being a new church, you don't know them very well. So Mungu akaniambia, just engage them in those positions. As you continue teaching them the word of God, as the pastor continues teaching them the word of God, itaendelea kuwasafisha those that are willing, and they are going to become what God desires them to become in those departments. Tukimaliza, ukiangalia nyuma, kuna point kwa maisha yako, pengine there are decisions you made, kuna mambo ulifanya in line with ministry, na unasema maybe ningeza pata another chance, singefanya 1, singefanya 2, I would have corrected on this and this and this. Are there areas in your walk with God where you feel like, I regret doing this, I regret making this move, if I had another chance I would have done things better? Well, I thank God kwa sababu bila tulianza the first one,
it's very different na vile tumeanza hii ya Machakos. Ile ambayo ilikuwa na so many issues. Mimi wakati nilikuwa sija serve and independently, so I was under somebody. So kuna so many things ambazo nilifanya, ninakutilia na uko mbele ya kwamba hapo singeongea hivyo, hapo singefanya hivyo. So now when we began hii ya Machakos, nimekuwa a bit keener not to repeat the mistakes ambazo nilifanya. As human, kuna so many things. Every now and then you discover kuna vitu zinaendelea zikibadilika. Na kuna njia unaweza kutaka kufanya vile ulifanya last time, na unakuta kwamba things have changed. What worked then cannot work here. Na also the same things ambazo location zina mambo tofauti. So of course kuna mambo ambayo niliangalia in the first ministry yenye nilifanya mistakes, but now wakati ninapokuja kwa the second one, I was a bit keen kuangalia ya kwamba nisifanye mistakes ambazo nilifanya in the former one. So hii imenipatia a better platform ya kupanga na kuhandle na kufanya mambo in a better way than what I did the first one. So katikati ya hii kuna vitu unaenda unakuta kwamba you thought this is the right thing to do or this is the right way to go, but ukiendelea na uko mbele unakuta kwamba this was not the right way. Jambo moja nimejifundisha ni kukubali kusema ya kwamba where I'm wrong, I am wrong, and to seek for a second chance or to ask for forgiveness. Kama nimekukosea, jambo hili limekuwa ndani yangu na limezidi kuwa ndani yangu, ya kwamba nikitambua ya kwamba kuna vile nilikushughulikia kwa njia haikufaa, au kama tu nikwambie, my brother Pastor Steve, naona ya kwamba hapa kuna vile sikukushughulikia vizuri, ninaomba kusamehewa. To some wanaweza kuona ya kwamba hiyo hali ya kuenda kuomba msamaha ama kusimama mbele ya watu kuambia kwamba I made a mistake, inaonekana kama ni weakness. But I have come to discover it's not a weakness, it is a strength. Kwa sababu the moment you are not ready to go to your people ambao umewaongoza, umewaelekeza kwa njia haikufaa, kwenda kuambia hapa tulitake a wrong direction, itakufanya uwakoseshe zaidi muda mrefu, ama uwapeleke njia mrefu wazunguke uzunguko wenye wangehitaji. Lakini wakati wenye umechukua that courage ya kuja kusema ya kwamba I think kulingana na kile ambacho nilikuwa nimefikiria, kulingana na kile ambacho niliona na nikafikiria ni the right thing, now it is evident it's not the right thing, naomba unisamehe for that one. It is a strength. Ufika mahali una own your mistakes, na unaenda mbele za Mungu na watu ambao unawaongoza, wanaambia hapa this is not the right thing. David akiwa king alimake mistakes, akasimama akasema kwamba I want to number the children of Israel. Nataka nijue jeshi yangu ni watu wangapi. Na wakati alipoenda akamake that mistake, Joab akajaribu kumwambia don't go that route, but because he was the king aliachilia, akasema ya kwamba ifanyike. Tauni ilipopiga Israeli, that plague ikaua so many people. It is David, the same man mwenye alifanya mistake, ndiye alienda akacorrect na ile tauni ikakoma. Alicorrect namna gani? Alienda mbele za Mungu akamwambia it is me, not these people. Makosa ni yangu. Mimi ndio nilikosa. Mbona unaua watu? Nimekuja kwako unisamehe. And the Bible says, Mungu akamuuliza, akamwambia chagua haya mambo. Akapewa option, akasema wacha nianguke mikononi mwako. Na akatoka akaenda kutafuta mahali pa kusacrifice. Akatafuta shamba. Arauna akamwambia kwamba I will give you the field, I will give you sacrifice, I will give you the wood, ili uweze kufanya. Daudi akasema ya kwamba I will not offer to God that which does not cost me. So na mimi kama kiongozi kuna mambo ambayo nimediscover, kuna mambo ambayo
inafaa nifike mahali I own up my mistakes. Maana wakati ninapofanya kitu kizuri, si ni wao wananisifu. Wakati nimekosea, let me own my mistakes. Na niichukue na niipeleke mbele za Mungu. Kama nikuja kwa viongozi wangu niwaambie, hapa naona tumekosea, naomba munisamee, let us start afresh in this direction. Yeah. Wow, I've learned a lot. Najua pia ukiwa pale nyumbani, there is a lot you've learned today. This was a buffet. Hii haikuwa umeletewa sahani kwa plate. Hii ilikuwa na buffet, kwa na option from Mrs. Pastor, from Reverend. Na tunashukuru Mungu sana for accepting to come and be a blessing to us. So as we come to the end, this is the final ending I'm saying. Najua tumefunga mara kadhaa. Because najua bado there is more which we would have wanted to talk about, but because of time, ningependa niwapatie fursa ya kuomba na those who are watching. Some of them are ministers, they are pastors, they are pastors in training, and they have listened to everything you said. Some of them are going through challenges, they are in ministry, wengine wamefungua branches and ministries and they are struggling. Watu wako na issues tofauti. Some of them are pastors' wives. They just need that prayer cover over their lives. So ningependa nipatiane hiyo nafasi to one of you. Tatuchangulia nani tatufungia kipindi. So just number one, there are those who would want to give their lives to Christ. They have been watching. We'll pray together with them. And then after praying with them, pray for the pastors' wives, leaders, and every other person as the Lord will lead you. Because najua pengine there are some who are watching, they are sick. Some who are watching, they are depressed, and they are just waiting on God to speak to them at this very moment. So, karibu. Yangu ni ku-encourage, especially the pastors' wives. Kwa ajili, I know it is not easy for the pastors' wives to start with your husband, and especially when God is relocating you, is giving you new ministries to minister. To relocate you from your family home, it's not easy. But I want to encourage you that as long as the Lord is involved in that relocation, have peace and know that He is in control. Just depend on Him. Listen to instructions. Listen to the strategies that God wants to use as you relocate. And He says He will never leave us. He will never forsake us. God bless you so much. Amen. Amen. Kile ambacho ningependa kumwambia mtazamaji ni kwamba Mungu ana mpango. Nimesema kwamba one of the tests ambazo ni very tough, it is test of time. Kuna mambo ambayo yatakuja kwa wakati, kuna mambo yatafika kwa wakati wake na ionekane nekana kwamba mambo fulani hayaendi vile unapenda. Lakini ningependa nikwambia kwamba our God is faithful. Our God is merciful. Kwa hivyo kwa yeyote ambaye unapitia mambo hayo, maybe uko katika kwanza huduma, pengine unaona ni kana kwamba imekuwa ni mzigo mzito, ningependa nikwambie njia ni hiyo. Ikiwa you are from God, He has a solution for your life. Wewe ambaye umekata tamaa, huduma inaonekana ni kana kwamba haifanyi, ministry inaonekana ni kana kwamba it's not working, I want to tell you, God is there for you, and He is going to see you through. He is going to fight your battles. I want to pray with you. Wewe ambaye ungependa kuokoka, you are there. Una mambo unahisi ya kwamba you need the mercies of God. I am here to tell you, you are not alone. God is there for you. And I want us to pray and believe God together. That is going to see you through. Wewe ambaye ungependa kuokoka, ningependa ni kuongoza katika hili ombi la kumkaribisha Yesu katika maisha yako.
rudia ili ombi, na baadaye nitaomba na mtumishi na watumishi wa Bwana wake wa wachungaji. Najua ya kwamba wakati mwingine tunapitia frustration ya kuonewa, kukuwa misunderstood. Inafika mahali wanasema mchungaji ni mzuri, lakini mke wake ni kitu akieleweki. Niko hapa kukwambia kwamba huyo mke unasema mchungaji aeleweki, ndiye mchungaji anachunga mchungaji wako. Kwa hivyo respect, honor the wives to your pastor and give them the honor they deserve, and the blessings of God will come upon you. So wewe ambaye ungependa kuokoka, rudia maombi haya nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, siku ya leo nimekubali kufuata njia yako. Njia yangu yaweza kuwa ngumu, mapito yaweza kuwa magumu, lakini nimepurpose to live and to follow you. I reject Satan and his words, and Lord, I commit my life to you. I come to you. I open my life to you. Jesus, take over in my life. Save me from every evil plan of the enemy. Deliver my life from this moment. Henceforth, I purpose to live and to follow you all the days of my life. In Jesus' mighty name, I pray and I believe. Amen. Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa msikilizaji na kwa mtazamaji wetu ambaye Bwana amefuata this program. Naomba ya kwamba Bwana, wale waliokuwa discouraged, wale walikuwa wamekufa moyo, ninaomba ya kwamba Bwana uwatie nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao tumewaombea wokovu, wacha Bwana wafuate njia yako na waweze kudumu katika njia zako. Wadumishe wokovu katika jina la Yesu Kristo. Namwombea huyu mtumishi wa Bwana, mchungaji ambaye alikuwa ameinua mikono. Bwana, ninamwombea nguvu mpya kwa sababu haujamalizana na yeye. Kuna vitu unatengeneza katika maisha yake. Kuna vitu unatengeneza kwa huyu mke wa mchungaji, amepitia fear battles. Naomba ya kwamba from now hizo vita wacha zifike mwisho. Bwana, pigana vita vya kila mmoja, awe mchungaji, awe mke wa mchungaji, viongozi ambao wanapitia hali ngumu, wale ambao wanataka ku override their pastors. Bwana, ninawaombea ya kwamba from today ya kwamba mioyo yao itayeyuka and they will be subject themselves to the leadership they are serving in the name of Jesus Christ. I pray for new strength. I pray for godly counsel. I pray for divine leading of God over their lives in the name of Jesus Christ. I pray for new strength. I pray for godly wisdom to rest upon each and every one of us in the name of Jesus Christ. I pray and I believe. Amen. 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 Real stories from real people who have been empowered by the grace of God. And today you've heard it from Reverend Robert Kavoya together with Pastor Mary Kavoya, who have been our guests today. And I believe you have been blessed. I believe you have been empowered in Jesus' mighty name. So every setback is turning around to be your greatest comeback in Jesus' name. A big thank you to Reverend Kavoya, Pastor Mary Kavoya, for making the sacrifice to be together with us today. And as we say, we are not out of testimonies, we are just out of time. Tukutane tena next Wednesday at such a time as this. Hapa ndani Empowered by Grace. I've been your host, Steve Warambo. Thank you so much for everyone that has been working behind the scenes. The Lord bless you. Until next time, shalom.